Hi guys, karibuni tena katika channel yetu ya Vini Films. Na leo nitaenda kuwaelekeza triki moja ambayo watu wengi mlikopo hamjui, kwa wale wote ambao tunatumia mtandao wa Facebook. Sasa bwana, siku hizi kumekuwa na matapeli wengi sana ambao wamekuwa wakijifanya sijui mashirika mikopo, wanatoa pesa, sijui wanafanya nini. Kumbe ni matapeli, wanahaki akaunti za watu na badala yake wanazitumia pasipo wewe mwenyewe kujua wala kuziona hizo posti, lakini watu ambao wanafuatilia akaunti zako ndio ambao wanakuwa wanaziona hizo posti. Sasa leo nitakwenda kukuelekeza ni jinsi gani utagundua kama akaunti yako hiyo imeibiwa ama akaunti yako hiyo inatumika pasipo wewe mwenyewe kujua kama akaunti yako inatumika. Bila kusahau, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kwa kwanza kupata taarifa pindi tu tunapoposti content zetu mpya. Bila kuchelewa, sasa twende moja kwa moja tukaone tunagundua vipi kama akaunti yetu ya Facebook imehakiwa. Cha kwanza kabisa tutaingia kwenye akaunti yetu ya Facebook. Hapa huwa yamegawanyika makundi mawili, ambapo kuna wale ambao wanatumia Facebook Lite na kuna ambao wanatumia International Facebook. Tutaanza na Facebook Lite, then tutahamia kwenye International Facebook. Tutaingia kwenye akaunti yetu ya Facebook kama hivi. Baada ya kuingia itafunguka hapo. Ikishafunguka tutaingia huku juu kabisa kwenye hivi vidoti vitatu hivi. Baada ya kuingia tutashuka chini tena, tutakuja kwenye setting and privacy, then tutagusa hapa kwenye setting. Baada ya kugusa itafunguka kama hivi. Utakutana na vipengele vibao, lakini viva chini huku sio muhimu sana, achana navyo. Utakuja hapa kwenye account center ambao kuna personal details, password and security and preference. Kwa hiyo wewe utaigusa hii sehemu hapa. Baada ya kuigusa itafunguka kama hivyo. Ikishafunguka hii ndio account yako itaonesha. Utaingia huko kwenye personal details. Baada ya kuingia huku utagusa tena hapa kwenye nini hapa, kwenye contact info. Sasa hapa utazikuta namba zako wewe ambazo umeziadi kwenye account yako na email yako ambayo umeiadi. Kama utakuta namba nyingine tofauti ama email nyingine tofauti na yako ambao umeiweka, ujue account yako itakuwa imehakiwa. Cha kufanya, unachotakiwa kukifanya, utaibonyeza hiyo namba kama hivi. Baada ya kuibonyeza utakuja hapa kwenye kudelete namba, then utadelete. Ukidelete itakuletea sehemu ya kuingiza password ili kuconfirm kama umeifuta ni wewe mwenyewe. Baada hapo utakuja kuangalia tena email nao ukiikuta kama vile sio ya kwako, utafanya nao hivyo hivyo, utaingia kwenye kudelete email. Baada hapo hiyo email itafutika, then utakuja hapa chini hapa kuangalia kama akaunti zako zote kweli zipo sawa. Utakuja kwenye memorize. Hapa ndo utakuta labda kama ile email sasa ilikuwa imeadiwa tayari imeshafutika, ndio utakuta ipo kama hivyo. Baada ya hapo sasa, ili cha kufanya sasa kudhibiti wasiweze tena kuitumia akaunti yako kwa ajili ya utapeli, unatakiwa urudi tena nyuma. Baada ya kurudi nyuma utakuja tena kwenye password and security. Ukishakuja hapa kwenye password and security utakuja hapa kwenye kuchange password, kwa sababu ile password ya mwanzo ambao ulikuwa umeiweka wao watakopo tayari wanayo na wanaitumia kama ya kwao kuingilia kwenye akaunti yako. Utakuja hapo kwenye kuchange password, utaangalia ni akaunti yako gani unataka uibadilishe password. Kama ni hii ya juu, utakuja hapo utaandika password yako ya zamani ambayo ulikuwa unaitumia, na utakuja utaandika password yako mpya kwa hapo chini. Utakuwa tayari umeshabadilisha, na hapo haito kunini tena, haitopelekea akaunti yako kuhakiwa na hao ambao matapeli. Utakuja tena kwenye save device login. Hapa utazikuta tayari akaunti zako ndo hizi hapo mbili baada ya kusave ile password. Kwa hiyo hapo unachokifanya utarudi nyuma, hapo akaunti yako itakuwepo ipo tayari salama. Hii kwa wale ambao wanatumia Facebook Lite, na wale ambao wanatumia International Facebook utaingia pia hivyo hivyo. Baada ya kuingia hapa nimesave, utakuja huku tena kwenye hivi vidoti vitatu juu, then utakuja hapa kwenye setting vile vile.
utabonyeza hii sehemu ya setting hapa, itafunguka kama hivyo. Na yenyewe utakuja hapa juu kabisa hapa, itafunguka kama hivyo. Utakuja hapa kwenye personal details, cha kwanza pia utaangalia namba ambazo zimeadiwa kama hivyo na email yako. Kama unataka kubadilisha namba utaibadilishia tena hapa. Kama utaikuta namba nyingine imeadiwa tofauti na ya kwako, hapo juu umehakiwa ndugu yangu. Kwa utatoka tena, ukikuta ipo salama utakuja tena hapa kwenye password and security, utabadilisha password yako kama ulikuwa umekuta labda kuna namba nyingine tofauti na yako ambayo inatumia akaunti yako pasipo wewe kujua, kwa sababu wanapoihaki huwa wanazipata zile kodi ambazo wewe mwenyewe unakopo uone kama akaunti yako inatumiwa, lakini wenyewe wale ambao wanakufuatilia kwenye akaunti yako wanakopo wanaona kila kitu ambacho kinaendelea kwenye akaunti yako. Kwa hiyo ili kufanya akaunti yako iendelee kuwa salama, unatakiwa ufanye kama hivi, hapo akaunti yako itakopo ipo salama. Na pia usio unapenda sana kupokea kujibu kila SMS ambayo ya mtu au mjui akakwambia labda sijui na offer fulani nataka nikupe, au nataka ubadilishe nikubadilishie maisha yako, sijui nikupe kiasi fulani cha pesa, unitumie namba yako ya simu ili nikutumie kodi za kupokelea. Hapana, usikubali. Zile kodi ambazo unaambiwa ni za kupokelea ni kodi ambazo zinatumika katika kuihaki akaunti yako. Kwa hiyo unapomtumia zile kodi ni kodi ambazo zitapelekea akaunti yako kufunguka kwa urahisi sana, ambao yeye atapata password za akaunti zako na ataweza kufanyia mambo mengine ambayo hayastahili kufanyika katika akaunti yako. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kupata tricks mpya kila tu tunapoposti. Asanteni sana.